Watu wangu, I hope mliamka salama na mmeshinda salama. Na pia mimi nashukuru Mungu. Ni sawa sawa, nitachanganya mambo hapa. Cha muhimu ni message ifike. Si ni sawa watu wangu? Sawa sawa. Hapa tukianzia na ningependa kusema hivi ya kwamba kwa maisha ushawahi kujiona ya kwamba sijui ni kwa nini watu wengine ulipia makosa ya watu wengine. Watu wengine wanalipia makosa ya watu wengine, na ukikuta hao ambao wanalipia makosa ya watu wengine ndio wako innocent kabisa, si ndio? Tukiangalia kama mfano, waweza kuta kama kwa ndoa hivi, waweza kuta kama huyu mume alioa mke wa kwanza. Ule mke wa kwanza alikuwa yatumia pesa vibaya, akawa yatumia pesa vibaya. Haya, ikabidi vile walifikishana, sijui walifikishana wapi wao waachane. Unakuta huyo wa pili aliyekuja atakuwa analipia makosa ya yule wa kwanza. Inakuwa sasa, unajua fulani alikuwa yatumia pesa vibaya, you know my ex-wife used to do this and that. Sasa ni yule si huyu, ni yule si huyu. Ama unakuta mume fulani alifanyia mke fulani mambo fulani, unakuta fulani alikuwa anifanyia hivi, fulani alikuwa anifanyia hivi, ni yule si huyu. Unaona? Yani mifano tu unakuta, yani unakuta iwe ni nani, yani wale watu ambao wanakuwa karibu na mtu mwingine, fulani aliyafanya makosa, mwingine anakuja kuyalipia yale makosa. Kumaanisha ya nini? Yani wajua, ukiamini mtu sana ambaye unampenda sana, inafika wakati ya kwamba akikuishisha imani, unakuwa sasa imani yako hauwezi amini huyo mtu mwingine. Utakuta sasa yule mtu mwingine ndio yolipia yale makosa ya yule mwingine. Unakuta sasa huyu imani yake iliisha, tena anaogopa kuamini tena. Ndio maana mliona kwa maisha tu ina happen. Ni vitu ya kawaida, ni mitihani ya kawaida. Ile mitihani ambayo ule mtu mwingine yapitia, utakuta huyu mwingine yapitia, kuna kuwa na tofauti kadogo, kwa sababu ni watu wawili tofauti ama watu tofauti hao ambao wanakabiliana na hizo changamoto. Si ndio? Kwa sababu shetani ni ule mmoja anayecheza na akili za watu. Si ndio? Sasa unakuta mtu hawezi kuamini tena, kwa sababu anaona huyu mwingine amefanya hivi. Hata huyu mwingine akikosea kidogo tu, unaona ni kama ndio imani imeisha kabisa. Ujui uamini yupi, ujui usiamini yupi. But huwa ni mafundisho pia, kwa sababu inakufundisha usiamini zaidi sana, but unakuwa careful. Lakini sasa usilipizie kwa mtu mwingine, usifanye mtu mwingine alipia maneno ya mtu mwingine. Unakuta sasa huyu bwana kama alikuwa tajiri ama alikuwa na hela, anaanza kumpimia huyu mwingine, anampimia. Yani unakuta hata kama ni chakula yataka anunue kila kitu, asimpe hela huyu mke wake, kwa sababu ule wa kwanza alikuwa mharibifu wa pesa, ama ule mume wa kwanza alikuwa mharibifu wa pesa. Inakuwa kanalika changamoto, kanakuwa inabidi sasa huyu mwingine anaanza kulipia sasa, wakati ni yule mwingine alikuwa yuharibu. Inabidi sasa huyu aanze kupimiwa na kupimiwa. Ama mtu anaanza kukosa imani kwa sababu ya hivyo. Kama mfano tu tumeona Dave alikuwa muamini Fred, anasema watu wamekosa, sababu wale waliomdisappoint tumewaona vile walivyomdisappoint. Dave ni mwanadamu, aliwapenda sana wale wakamdisappoint, hivyo anaona ni kama pia ule mwingine amefanya hivyo, wakati haikuwa hivyo. He's trying to be careful. Hata ule mtu mwingine anatry kuwa careful, kwa sababu wanasema ukimwona nyoka, ukiona kamba wastuka. Inakufanya ukue yani unakuwa careful. Hata ukiwa unasamehe mtu ambaye amekufanya mambo makubwa sana mabaya, utamsamehe, lakini ni vigumu kusahau. Na ni vizuri usisahau, ndio ukue careful, usiingie kwa hiyo shida tena. Ndio unasamehe, ndio, lakini ni vizuri usisahau, kwa sababu na ni vigumu kusahau. Wasamehe, lakini huwezi sahau. Kwa sababu ya nini? You are trying to be careful. Ndio usikue, yani usijiachie mpaka ifikie kama vile ilivyofanya ile wakati mwingine. Si ndio? Jamani, sasa watu waache kulipishia watu wengine mateso ambayo mtu mwingine alikupitishia, uachie huyu mwingine. Ile imani ule aliyokufanyia mabaya,
ama alikudisappoint akaishisha imani yako, usieke mwingine ambaye hajafanya hivyo. Tuko tu wanadamu tu, usifanye hivyo, kwa sababu try tu kukuwa careful ile ya usiamini but macho yako chonjo. Unaweka macho pale until akuprovie ya kwamba yeye ni, yani yule mtu akuprovie ya kwamba mimi si kama yule mtu mwingine. Yani unakaa tu chonjo, unakuwa uko chonjo. Si ni vile? Haya, tuachane na hayo. Tuongee kwa haya mambo ya huyu Sister Chiriku huyu. Hapa unajua, ikiwa sasa landlord anaanza kukua urafiki, unajua mkianza kuchanganya biashara na kazi huwa si vizuri. Biashara na kazi haviendi kabisa, kwa sababu sasa hapa ikiwa huyu yuanza kupenda huyu caretaker wake, si unajua sasa watu wanaanza kuumia pale, kwa sababu anakuwa na ile energy ya kwamba mwenye nyumba yonipenda, hakuna kitu utakachofanya, anafanya vile anavyotaka kwa sababu mwenye nyumba yompenda. Unaona? Sasa utakuta watu ndio wataumia pale, watu wengine ambao wako innocent. Tukirudi sasa kama kwa huyu mtoto ambaye anatupwa. Yani wewe unatupaje damu yako? Wakati damu ni nzito kuliko maji. Damu yako waichukuaje ukaitupa? Jamani, huyu dada huyu. Mimi hata nilimwona alikuwa wanafuu, anamshinda Chiriku, kumbe hata ndio walai tena. Sasa ikiwa umchukue mtoto wa dadako uje umtupe mlangoni pale, kwa sababu dadako ameikwa ndani, na ameikwa ndani si ni kwa makosa yake. Sasa mtoto hapo sasa anaumia kwa dhambi ya watu wengine. Hata Biblia inasema mzazi alikula matunda ambayo ilifanya mtoto alipie. Ndio unakuta sasa kwa maisha, unakuta kuna wakati ama kuna maisha ambao watu wengine wanaishi, unakuta kuna vile mtu anavyotendea watu mabaya kule nje. Unakuta sasa hata mtoto akiwa anaweza kuulizwa na mtu kule nje, wewe ni mtoto wa nani? Akisema mimi mtoto wa mtu fulani, unakuta ile chuki imeingia. Yani ule mtu ameona paka na huyu mtoto naye ni wa ule mtu, yani kale kachuki kanaingia pale, unaona? Na unakuta ule ambaye ni mzazi ambaye anaishi na wenzake vizuri, anaishi na watu na vizuri, yani unakuta watoto wake wanapata paka na hiyo favor. Unakuta watu wanasema yani unakuta favor za uzuri wa wazazi wako zinakufuata wewe mwenyewe. Na unakuta sasa ubaya wa wazazi pia unakufuata wewe, kwa sababu unaona sasa, kwa sababu anointing starts from the top flowing down. Unaona? Ukipakaliwa mafuta kwa kichwa itatokea juu ikiteremka chini. Kumaanisha unakuta sasa inaeleweka ya kwamba watu naichukulia kama mzazi ndio ni mzazi yuko hivi, pia watoto wako hivi, ama mtoto yuko hivi. Unakuta mahali fulani hivi ukiulizia, yani ni hivyo tu, unajikuta yani mtoto akiambia watu mimi ni mtoto wa mzazi fulani, unakuta watu wanachukia, yani vile wanavyochukia ule mzazi vile anavyofanya watu, unakuta huyu mtoto analipia pale na ule mtoto naye hayuko hivyo. Sasa niambie sasa, kama hizi dhambi za hao kina Chiriku wanafanya haya mambo wanayoyafanya, hii mambo maovu ya kuumiza watu haya, ona mtoto anaanza kuumilia ndani. Mtoto ambaye ni malaika hata ana ajualo anaanza kutupwa pale. Anaanza kutupwa pale sasa. Jamani, haya. Sijui ni mpango gani wanaopanga ili sasa ule mtoto akifanyikiwa kitu, baadaye sio watajitokeza waanze kumulaumu devu sasa hapo. Ama na ni kwa nini sasa ikiwa wakati wakianza kutaka kufanya maovu yao wanazima zile CCTV kamera hizo, wanazizima. Ile siku walikuja kuwekea David ni bomb pale, zilizimwa. Tena hivi wakiweka mtoto pale, zilizimwa. Sasa sijui landlord anafikiria vipi. Kuchanganya mapenzi na biashara haiendi, kuchanganya mapenzi na kazi haiendi. Manake itakuwa ukiwa unapenda mtu, kuna vile unashindwa kumcommand vitu zingine, kwa sababu hapo mapenzi yako pale. Unanielewa? Sasa ukiangalia huyu sasa vile anavyofanya hivi ni vizuri. Kama ile siku watu wangelipukia pale kwa hiyo bomu, nini hiyo bomu ingelipuka, watu wangapi wangeumia pale? Haya, lawama ingeenda kwa nani? Si ni kwa mwenye nyumba, kwa sababu ako careless na watu ambao ameweka pale kwa security, si vile? Haya, hiyo haijaisha. Tena ndio hao wanachukua sasa damu yao wenyewe wanakuja wanaitupa pale. Wajua hiyo ni kesi kubwa
kuachilia mtoto kumtupa. Hata ukitupa tu mtoto ukakutiliwa tu umetupa mtoto, tunasema huyu mtoto babaka anisaidii, mimi nimemtupia huyu babake mtoto, utashikwa vizuri sana, tena utalipia, kwa sababu you are neglecting a child in need of welfare. Kwa nini unamtupia huyu baba mtoto? Hata koti itasema tu huyu baba hawezi kulea mtoto wake, hawezi kufanya nini. Kwa nini hivyo? Itakuwa tu kila sheria iko pale. Kwanza watoto ndio wanaangaliwa sana zaidi. Unachukua mtoto kiumbe innocent kama hicho, unakitupa kwa sababu ya lipi? Ndio umtese nani sasa? Hapo ndio unataka kumwadhibu devu, ama unataka ndio unamwadhibu huyo mtoto, ndio unampitisha huyo mtoto? Jamani, ndio wanaadhibu huyo mtoto. Sasa huyu landlord, mambo kama haya yanafanyika kwa ploti yake, kivipi sasa yeye anafurahiaje ama anaichukuaje mambo kama haya? Ama yanakuwa kuaje, yanamfurahishaje ama yatafurahisha vipi mtu mwingine? Na ukiangalia ule ambaye anafanya haya mambo ni mtu ambaye anasema anapenda. Ni mtu ambaye anasema anapenda. Alafu wanazima kamera. Wakishazima kamera wakifanya haya maovu, siku kitu ikifanyika kibaya zaidi, huyu landlord atasema nini? Atasema nini wakati anakabiliana na huyu mwanamke ambaye wanapendana, wanapanga maovu, wakipanga maovu? Na ndio maana hataki watu wajue namba yake. Hataki watu tenants wajue namba yake kabisa. Sasa hata hapa, bibi huyu njoo jamani, njoo huku, njoo ng'ombe imekata kamba imeingia kwa shamba yako. Njoo upige hii ng'ombe na mapema, ama uangalie vile utakabiliana na hii ng'ombe na mapema. Ng'ombe imekata kamba jamani, imeingia kwa shamba yako. Sasa hapa hata huyu landlord huyu na huyu caretaker huyu jamani. Sasa wakishapanga hivi, yani mtu ambaye aogopi damu yake kuitupa, ni nini kinaweza mshinda kufanya? Anaweza shindwa kufanya nini? Ikiwa mtoto ni damu yake na amemtupa pale nje. Hapo nje hapo. Ni nini kinaweza mshinda kufanya? Ama ni nini wanapanga zaidi juu ya hiyo ingine zaidi ya hiyo? Wanapanga nini zaidi ya hapo? Ikiwa sasa mtoto anatupwa jamani, kama ana damu yake, na wanasema damu ni nzito kuliko maji. Hata ukijikata ulimi hauwezi kutema yote. Unasema mimi natema, wewe si damu yangu, huwezi tema yote. Lazima utameza tu. Lazima kuna kidogo utameza tu jamani. Makubwa haya jamani, madogo yana afadhali. Sasa kwa sababu wameweka mtoto mamake ndani, inabidi sasa huyu alete, yani manake ni umeweka mamake huyu mtoto ndani, itabidi umlee huyu mtoto sasa. Kwa sababu mamake hayuko, wewe itabidi umlee. Hivyo ndivyo wanajaribu kumaanisha, ama sielewi jamani hapo. Devu achukue tu hiyo hatua ya kwenda kushtaki yule mwanamke, na waweke huko ndani. Kutupa mtoto ni hatia mbaya zaidi. Waweke ndani angalau mambo yakageuka, walete nini, caretaker mwingine wa kuangalia mali ya huyu baba vizuri. Na kwa sababu hapa tunakokwenda mambo ya hapa maji yatazidi unga hapa, si vizuri. Kwa sababu ukifanya mtego wa kwanza, haya wafanya wa pili, hii ya tatu hataepuka vizuri. Ni hayo tu watu wangu. Kindly like the video, kindly comment pale pia umeona nini, na mshinde salama. Mungu awalinde, na tuzidi kuomba jamani, tuzidi kuombea hawa watu wetu kama kawaida. Yesu alisema pray without ceasing. Tunazidi kuomba mpaka tuone baba Deva ampatikana, tunaona ofisa Gerard ampatikana. Si ndio jamani watu wangu? Na apewe ulinzi kule, yani Mungu amlinde kule asiudhurike huko jamani. Si ni sawa watu wangu? Na Mungu awalindie familia zenu kila siku, na waombea awalindie familia zenu, awalindie watoto wenu, awalindie makazi zenu, na awalinde nyinyi wote jamani. Kindly tusalimiane hapo. Tuma kama maombi hapo, tuma ka comment kako umeona nini, and then sumukue na jioni njema. Mungu awalinde.